1 ama saa 4 kulingana na majira ambayo upo. Imefika wakati ambapo na kujuza vidokezo vya habari. Naona muda wangu umeyoma kabisa, lakini niruhusu nikupe vidokezo vya habari vya hapa na pale kutoka stesheni hii nambari 1 kabisa ya AGR News. Na moja kwa moja kama kawaida lazima nianze na swala la mitihani. Mtihani wa KCPE pamoja na ule wa grade ya 6 wa KPSEA inaingia siku ya pili hii leo. Na juzi jana nilikuwa nimekujuza kwamba zaidi ya watahiniwa milioni 2.5 wamekalia mitihani ile. Na kutokana na taarifa ambazo zilikuwa zinatolewa hiyo jana na mawaziri na viongozi na makomanda na makamishna, ilikuwa inaonyesha kwamba mitihani iliendeshwa kwa njia nzuri kabisa na hakuja kuwa na kisa chochote cha wizi wa mitihani. Na nilimuona Ezekiel Machogu akiwa kule Mombasa, mawaziri wengine pia wakizindua ile mitihani katika akaunti tofauti. Lakini kuna swala moja ambalo ni kizungumkuti. Kwa mfano katika ile kaunti ya Narok inasemekana kwamba wanafunzi 248 wanafanya mitihani wakiwa wajawazito. Katika ile kaunti ya Baringo ni wanafunzi 22. Ni mambo yanavyoendelea katika sehemu tofauti. Na vile vile katika ile kaunti ya Baringo shule 5 zilikuwa consolidated kufanyia mtihani in one center. Ni baada ya baadhi ya shule zile kuharibiwa wakati wa vamizi za hapo awali. Vile vile kuna wanafunzi ambao walifanya mitihani yao wakiwa hospitalini, wengi wakiwa wamejifungua, wengine wakiwa ni wagonjwa. Kwa hivyo ni matukio tu ambayo yanaendelea. Nikiachana na hilo swala niende kwa swala jingine. Nikupeleke katika kaunti ya Meru ambapo bado kuna kizungumkuti kuhusiana na kuondolewa ama kutondolewa afisini kwa gavana Kawira Mwangaza. Kumbuka kwamba kulikuwa na hoja ambayo iliwasilishwa kwenye bunge la kaunti ile kumuondoa Kawira Mwangaza pale. Hiyo jana kulikuwa na public participation na maoni kusikizwa kutoka kwa wananchi, ambapo kuliibuka makundi mawili. Kundi moja linalomtetea Kawira Mwangaza, jingine ambalo linamtaka aende nyumbani. And hiyo kesho kutakuwa na kesi ambayo itafanyika katika mahakama moja huko Meru, ambako kesi ambayo aliwasilisha Kawira Mwangaza kusitisha kuondolewa kwake afisini itasikizwa. Tutakuwa tunakuletea mambo hayo jinsi ambavyo yatakuwa yanatukia. Niachane na swala hilo nikupeleke kwenye wizara ya kilimo na wizara ya biashara, ambapo Moses Kuria ambaye ni waziri wa biashara na ustawishaji pale alisema kwamba makataa ya wale wakulima kuuza mahindi ni siku ya leo, akisema kwamba leo inatarajiwa kwamba atakutana na mawaziri wengine wafanye mazungumzo. Basi ikiwa watampatia go ahead ya kuagiza mahindi, yeye ataagiza mahindi. Alikuwa anawaonya wakulima kuhakikisha kwamba wanauza mahindi yao. Kumbuka swala hili linakuja wakati ambapo waziri wa kilimo Mithika Linturi yeye kwa upande wake anawaambia wakulima to ignore Moses Kuria's matamshi yake Moses Kuria. Ni masuala ambayo tutakujuza wakati ambapo kikao hicho kitakuwa kimefanyika, tujue what is the way forward. Nikiachana na swala hilo pia hii leo matukio ni mengi katika lile kule bungeni. Kamati ya bunge kuhusu sheria JLAC siku ya leo inatarajiwa kusikiza majibu kutoka kwa makamishna wawili wa IEBC, akiwa Francis Wanderi na Justus Nyang'aya. Hiyo jana kikao kilisitishwa baada ya wakili wa Juliana Cherwera ambaye ni Apollo Mboya kuomba siku 10 kuwasilisha majibu yake, lakini yule ambaye ni mwenyekiti wa ile kamati John Murungaru akasema la, akawapatia mpaka leo kuwasilisha majibu yao. Kwa upande wake Irene Masit yeye alisema hata hudhuria vikao, hata wasilisha majibu yake, na hayo aliyezungumza kupitia wakili wake. Ni masuala mazima kuhusiana na kuondolewa ama kutondolewa afisini kwa makamishna wa IEBC ambao walijitenga na matokeo ya urais ya Agosti 9.
muda naona unasonga kusonga. Nikupeleke eneo jingine ambako kwenye sporti sasa, kwamba timu ya Cameroon pale ilienda sare ya mabao 3-3 na timu ya Serbia, swala ambalo lilifurahisha timu ile kidogo. Ghana ikaitandika timu ya Korea Kusini mabao 3-2. Na katika kipute cha leo, katika kundi la A, timu ya Ecuador itachuana na timu ya Senegali, timu ya Uholanzi itachuana na timu ya Qatar, na kwenye kundi la B, timu ya Iran itachuana na timu ya Marekani, na timu ya Wales itachuana na timu ya Uingereza. Nitoke pale nikupeleke upande mwingine. Vikao vinaendelea pale katika mkahawa wa Safari Park. Vikao vile ni vinahusisha marais wengi sana kutoka Afrika Mashariki, na ni kutaka kupata mustakabali ama njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba vita vinasitishwa kule mashariki mwa DRC. Kumbuka kwamba hiyo jana viongozi tofauti walipatana pale, ikiwa ni wakati ama ni mara ya kwanza kwa Rais William Ruto kupatana na aliyekuwa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, wakizungumza pale kuhusiana na mikakati ambayo itawekwa kuhakikisha kwamba kule mashariki mwa DRC amani itarejelewa. Katika kikao kile, vikundi tofauti vya wapiganaji vilikuwa vimewakilishwa pale. Nikupeleke upande mwingine ambako Rais William Ruto sasa anasema kwamba ataunga juhudi za gavana kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kuhakikisha kwamba zile baa ambazo ziko kwenye maeneo ya watu wanakaa, it's either they insulate their bus, it's either waondoe wapeleke kwingine ama wapunguze sauti. Ni swala ambalo linakuja wakati ambapo gavana Johnson Sakaja alikuwa ametoa idhini ya maafisa wa polisi kuingia katika maeneo yale na kuhakikisha kwamba wale watu hawaweki kelele ama sauti ya juu ya miziki yao. Nitoke pale nikupeleke sehemu nyingine ambako Kenya sasa hivi imeondolewa marufuku ya kushiriki katika mipira ya kombe la dunia na African Cup of Nations. Haya ni kulingana na waziri wa michezo Ababu Namwamba, ambaye anasema kwamba mazungumzo zaidi yatafanyika ili kuhakikisha kwamba yale marufuku yanaondolewa kabisa. Kumbuka kwamba marufuku yale iliwekwa mwaka huu Februari baada ya aliyekuwa waziri wa michezo Amina Mohamed kuvunjilia mbali shirika lile ama wanachama wake kwa kusema kwamba kulikuwa na ubadhirifu wa fedha pale, swala ambalo nakumbuka kwamba Gianni Infantino ambaye ni mkurugenzi wa FIFA pale alisema ni kuvunja sheria za shirika lile. Nikimalizia kwa sababu naona muda pia nao umeyoyoma kidogo, gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati amewaonya mawaziri dhidi ya utepetevu kazini. Aliyazungumza hayo jana akiwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa kule kwake, akisema kwamba kama hautafanya kazi kama wewe ni waziri, basi ujiondoe. Ni yale ambayo yanafanyika. Ni mengi ambayo nilikuwa nimekuandalia hapa, lakini kufikia hapo, la mwisho ni kwamba miili 3 ya Wakenya ambao walifia Saudia kule ilirejea hapa nchini kwa ufadhili wake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Acha nikuache na wimbo moja. Natumai kwamba umepata vidokezo ainati. Nikirudi nitakuwa naingia moja kwa moja